الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zanguni, kama tulivyowaahidini kuwa Rais TV na Al-Badru TV kwa muungano ambao tulikuwa nao na upendo wa dhati kutokana na siku hizi 10 za Zulhijja ambao ni mwezi ambao unahitimisha mwaka na ni mwezi ambao kunapatikana ibada kubwa ya hija, ni mwezi ambao kunapatikana ibada kubwa ya funga ya somo ya Arafa. Na tulimkaribisha shekhe wetu leo, tulisema tumtembelee atuoneshe ubora. Shekhe, karibu sana katika kipindi chetu hichi. Asante, tunashukuru, alhamdulillah. Kipindi chetu hichi kinasema jua mengi kutokana na dini yako ya Uislamu. Kuna baadhi ya maneno ambayo yanazunguka mtaani kwamba watu wanasema kuwa siku 10 za Zulhijja ni sunna kuzifunga, wengine wanasema ni mkazo kuzifunga, na wengine wanasema hata saumu ya Arafa pia sio lazima kuiswaumu. Tumetembea kwako, wewe ni mtu mwenye ambaye unakuaga unaweka kitu na ubainifu na ushahidi tosha. Unaweza ukatufasiria dapo kwa dakika chache ama dakika 5 tuseme ubora wa hizi siku 10 za Zulhijja na ikiwemo siku ya Arafa? Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kila sifa kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala. Amani na rehma za Allah zimmiminikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake na waislamu wote watakaojaribu kumfuata kwa wema mpaka siku ya mwisho. Tunamuomba Allah kwa huruma wake na msaada wake atuweke miongoni mwao. Amin. Ndugu zangu muulizaji, suala lako ambalo umeuliza ni suala lizuri, suala ambalo linahitaji kila mtu kulitambua vyema. Suala la kusema kwamba ibada ya siku 10 za Dhulhijja ni sunna au sio sunna vinatokana na mtu mwenyewe alivyo na alivyopokea na anavyoishi ndani ya Uislamu. Yule ambaye shahada yake imekamilika, yule ambaye shahada yake aliitoa kwa ulimi wake akaithibitisha ndani ya moyo na akamkubali Muhammad kuwa ni mtume wa Allah, yule ambaye aliyeutambua Uislamu ataelewa faida ya hizi siku 10, chanzo chake na kupatikana kwake, na atazipatia umuhimu. Ama yule ambaye aliyeishi ndani ya Uislamu ukawa ni ule Uislamu wa kupapasa, thumma amanu thumma kafaru, akawa na ule wa Uislamu ambao leo anafanana Myahudi, kesho anafanana Mnaswara, kesho anasema maneno ya Uislamu, kesho anafanya vitendo vya kinaswara au vya kipagani, hizi siku atazipatia majina yoyote yale anayoyataka. Kwa hiyo la muhimu zaidi na kutambua, kullu man qala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yoyote yule ambaye katika maisha yake alitamka kwa kutaka kwake kuwa Allah ni mmoja wa pekee ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa, na akatamka kuwa Muhammad ni mtume wa Allah ambaye aliyeletwa kuwa mwalimu wa kutufundisha dini ya Allah, ambaye aliyeletwa kuwa ni kiigizo chetu, bila shaka atatambua kwamba hizi siku zina muhimu na zina fadhila zilizokuwa kubwa. Ndugu yangu, al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. La kutambua ndugu yangu Muislam, yoyote aliyotoa shahada akamkubali Allah kuwa ni mmoja, akamkubali Muhammad kuwa ni mtume wa Allah, basi ajue kwamba hivi sasa nafika na kuwa Muislamu. Na Uislamu wa mtu unakamilika unapoambatana na sunna. Kwa hivyo Uislamu ni sunna na sunna ndiyo Uislamu. Hapawezi pakapatikana Uislamu bila sunna, na haiwezekani una sunna iwepo kama hakuna Uislamu. Bimaana ikiwa kwamba kufunga tarehe 9 ni sunna, kwa hivyo ndio Uislamu.
Kwa hivyo yule atakayepinga kufunga kwa tarehe 9 ana mashaka katika shahada yake. Kwa hivyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ya watu wema waliotutangulia, mafunzo ya maswahaba wa bwana mtume, wote kwa pamoja wanakubaliana kwamba hizi ni siku tukufu. Na katika Sunan Abi Daud, baadhi ya wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema kuwa mtume alikuwa anafunga siku 9. Kwa hivyo sisi tuna imani hiyo. Kwa hivyo yule ambaye imani yake itakuwa na matatizo, atakuwa na matatizo hizo siku. Yule ambaye atakuwa na shida kwa imani yake na mafunzo ya bwana mtume, ndio atakayekuwa na shida hizi. Lakini yule aliyokuwa na imani thabiti, yule ambaye imani yake ilikwenda kabisa ikamili kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, basi kwa hiyo funga ya tarehe 9 ambaye aliyetuamrisha tuifunge na akanonesha ujira wake ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani nasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah. Kwa hivyo yoyote yule ambaye atakayesikia fundisho la bwana mtume ama akaelewa fundisho la bwana mtume akawa na mashaka nalo, akataka kulikagua, amuokope Allah, amuokope Allah. Wama yantiqu anil hawa, hakuna lolote ambalo mtume aliolisema liliotoka kunako matamanio yake. In huwa illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunarudia tena, hakuna siku zilizokuwa bora za yule aliyemuamini Allah, za yule aliyemuamini Muhammad kuwa ni mtume wa Allah, za kutenda matendo yaliyokuwa bora kama siku hizi 10 za Dhulhijja. Hizi ni siku tukufu ndugu yangu Muislamu. Hizi ni siku bora sana za mtu kumrudia Mola wake na kutenda matendo mema na kujikurubisha kwa Mola wake. Ni hasara kwa yule ambaye imani yake itakuwa dhaifu. Kwa hivyo dini ya Uislamu ni dini iliyokuwa huru. Na haya mambo msioni ajabu watangazaji, watu watasema mengi katika kutabiria mtume. Aya aliyaelewa, alizungumza akasema ikhtalafat alyahud ala 71 firqa واختلفت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة فقالوا يا رسول الله وما هي قال ما أنا عليه وأصحابي. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, msioni ajabu leo kila mtu akaleta anayoyaleta kunako yale anayoyafahamu. Haya mtume kayatabiri. Mayahudi wamegawanyika makundi 71, Manaswara wakagawanyika makundi 72, na huyu ummati Muhammad, yani hawa waliokusanyikia ndani ya Uislamu, watagawanyika makundi 73. Na hayo makundi 73, makundi 72 yatakuwa ni makundi potovu, makundi ya motoni, isipokuwa kundi hili limoja. Mtume akaulizwa ni kundi gani? Mtume akasema ma ana alaihi wa ashabi, ni lile kundi ambalo mimi na maswahaba wangu tumo ndani yake. Kwa hivyo ndugu yangu, msioni ajabu hizi siku zitakandamizwa na wale wanaetoa shahada, zitakandamizwa na wale wanejidai Waislamu. Lakini la muhimu kwako wewe, tatizo liko kwako wewe msikilizaji. Je, aya ambayo unayeambiwa mtume aliyeshi nayo, ikiwa wake wa bwana mtume katika Sunan Abi Daudi wanatufahamisha uwazi kwamba mtume kafunga hizi siku 9, mtume kafanya ibada, mtume kajikurubisha mbele ya Allah, watu wema walifanya hivyo, maswahaba walifanya hivyo, ungali na mashaka gani? Kwa hivyo mashaka utakayekuwa nayo ni pindi wewe utakapokuwa mbali na mafunzo ya Uislamu, na pindi utakaposhindwa kujitambua katika makundi 73. Uko kundi gani? Ukiwa uko kunako kundi la sunna wal jamaa ala manhaji salafi, ikiwa uko katika kundi la sunna wal jamaa ala fahami sahaba, haya mambo yatakusumbua. Yatakusumbua wakati wewe utakaposhindwa kujielewa na ukafungua masikio kwa watu wote, ukashindwa kumuelewa shekhe wako ni nani, ukashindwa kuelewa muongozo wako utaupata kwa nani, ukashindwa kuelewa ramani ya Uislamu wako inaelekea wapi, wewe ndio utapata shida. Lakini wale waliokuwa kunako sunna,
wale waliokuwa kunako muongozo wa Bwana Mtume na muongozo wa Qur'ani na Sunna, ukweli siku hizi hazitowasumbua, kwa sababu wafasiri wengi wa Qur'ani wameweka wazi sura hizi ziko na nasu ndani ya Qur'ani, walfajri wa layalin ashri. Hizi siku 10 wafasiri wa Qur'ani wanatafsiri kwamba ni hizi siku za Dhulhijja. Kwa hivyo siku alizoziapia Allah ni siku muhimu sana, siku ambazo ulimwengu mzima wanakusanyika, siku ambazo watu wanakusanyika ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anateremka kunako mbingu ya dunia kuja kuonana na waja wake. Ndugu yangu, unaziona kwamba ni siku za kawaida? Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atulinde. Amin. Naam, shekhi wangu, tunashukuru sana kwa mukhtasar ambao umetupatia, japo muda ni mdogo, turuhusu na harakati hapa na pale. Tunashukuru sana. Allah azidi kukuhifadhi na azidi kukuweka na kuelimisha zaidi na zaidi. Amina inshallah. Naam, swali letu la pili liko katika siku ya Arafa, ambayo ni siku muhimu sana. Nchini Burundi hapa sisi tuna tatizo limoja. Tunasema kuna siku ambayo inaweza ikaanguka siku yenyewe sisi hatukutarajia, kuna siku ambayo inaweza kaanguka siku tunatarajia. Yaani wanadamu tunajipangia hivyo. Lakini malengo yangu mimi siko huku kwa ili ya kutarajia. Malengo yangu naangukia kwenye wakati wa kuchinja. Kuna baadhi ya watu wanasema ikianguka yaumul Arafa tunalazimika kuchinja. Ni vichinjo ambavyo tunatajiwa ndani ya Qur'ani: ngamia, kuna ngombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna vichinjo tofauti. Na katika mfumo wa kuchinja, ni ipi njia sahihi ambayo tunapasha kupitia mfumo wa Mtume jinsi alikuwa anafanya? Kuna ile kujisafisha, kujitaharisha, yani kukata kucha, kushevu, kunyoa sehemu za siri. Ni kipindi gani ambacho mtu anapasha kunyoa? Ni kabla ya kuchinja ama ni baada ya kuchinja? Na ni vipi mtu anapasha kujitaharisha kusikana hiyo siku ya Arafa? Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kwanza la kutambua ni kwamba kuchinja ni ibada, na ibada inakuwa na utaratibu wake, na kile ambacho kinachochinjwa kinakuwa na mfumo wake maalumu wa namna ya kuweza kukuchinja. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, la kutambua, kichinjwa cha siku ya Eid al-Udhuhiya ni kichinjwa ambacho ndani yake panatafutwa kitu kinaitwa at-taqwa, ucha Mungu. Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Ndugu yangu mtangazaji, la kutambua na kuelewa kwamba Allah ni mzuri, anakubali kilichokuwa kizuri. Kwa hivyo moja ya kichinjwa ambacho kinachochinjwa katika siku ya Eid al-Udhuhiya ni kile kichinjwa ambacho kilichokuwa kizuri, kisiokuwa na aibu. Ni kile kichinjwa ambacho kimetakasika. Ni kile kichinjwa ambacho mkukichinja unatambua na unaelewa kuwa hiki ni zawadi inayemzawadia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kitengeneze vizuri, kisha uwe na ikhlas na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kichinjwa hicho. Jambo la pili, ndugu yangu Muislamu, ufahamu kwamba hii ni ibada, na ibada inakuwa na utaratibu wake. Na ibada kubwa katika siku ya Eid al-Udhuhiya baada ya kuswali ni kuchinja. Kwa hivyo baada ya kumaliza tu kuswali, kinachofuata ni kuchinja. Na ninaamini kwamba kila aliyokwenda kuswali amekwenda yuko tahara, kila aliyokwenda kuswali amekwenda najikamilisha. Kwa hivyo ibada inayofuata ni ibada ya kuchinja. Baada ya kumaliza kuchinja ndipo mengine anafanya nini? Yanafika, yanafuata. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, la kutambua na kuelewa kwamba kile unachokichinja ni zawadi ambayo unemzawadia Allah. Na ndio maana katika dua ya kuchinja tunasema bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadha minka walaka. Naanza kwa jina la Allah. Allah, wewe ni mkubwa, iki kichinjwa nimekipata kutoka kwako na mimi nakuzawadia na kurudishia. Kwa hivyo Allah ni kumpa kilichokuwa kizuri, cha kupendeza, kisiokuwa na aibu. Naam. Na kuhusikana na kukata kucha, kuna baadhi ya mashehe wanasema mtu hauruhusiwi kushevu, kunyoa, kukata kucha. Na hiyo ibada ya kukata kucha ama hivyo kujitaharisha hivyo ni kufanya kabla hujachinja ama ni baada ya kuchinja? Mimi nahisi kwamba unaposema kuwa kukata kucha ni kutaka kujua, je, katika kuchinja
katika kuchinja kuna masharti ya kusema mtu asichinji bila kuwa na kucha au achinje na kucha? Kwa sababu hii ni ibada na ibada ina utaratibu. Ndio sababu najua mashekhe wanatukoroga sana, wanatuambia ukiingia katika hizi siku 10 za Zulhijja zikiingia hauruhusiwi kushevu wala kunyoa wala kukata zote. Utakaposema hivyo inabidi kwamba turudi tena kule kunako sunna kwa yule ambaye anayetegemea kwamba atachinja asikati kucha. Sawa bwana, kabla ya kuingia asikati kucha, asinyoe nywele za mbele na za chini, za juu na za wapi. Tumeelewana? Mpaka ibada ya siku 10 itakapomalizika. Kwa hivyo ukamilikaji na umalizikaji wa Eidul Udhuhiya ni pale ambapo tumemaliza ibada ya Eidul Udhuhiya, ndio tunakuwa tumekamilisha. Manake ile siku 10 tunakamilisha baada ya kuswali, baada ya kukamilisha ibada. Sunna ya Mtume alichinja angali kunako mimbari, ndiyo sunna. Aya, ukisema ili uchinje mpaka ukakate kucha, Mtume ile wakati alikuwa yuko juu ya mimbari akatoa khutba. Alipomaliza khutba ya kwanza akafika naenda akachinja, hizo kucha alizikatia wapi? Je, katika masharti ya kuchinja kuna kukata kucha? Ala kuli hali, ndio yale matatizo ambayo tulikuwa tunazungumza. Jameni, watafuteni madereva wenu, eleweni watu wa kuuliza masuala ya dini. Dini haichukuliwi kwa kila mtu. Kuna watu wengine wanafanana, wana dini na si wana dini, na sio kila mwenye kwenda anasema mimi ni Muislamu kweli ni Muislamu. Uislamu na utaratibu wake, Uislamu na mfumo wake. Kwa hivyo mtu kuwa na kucha na kuwa na nywele nyingi na kuwa na upara sio katika masharti ya kuchinja. Asalamu alaykum. Salam. Tumeona umepita katika mfumo ambayo unatufurahisha sana kwa kweli. Leo ni siku ambayo tunafurahika sana. Kwa ndugu zetu watazamaji, wale ambao mlikuwa mkitutuma tujaribu kuwaulizia ili swali kwa mashekhe mbalimbali ambao wanaweza kubainisha swali kama hili. Na shekhe, swali langu la mwisho linaweza kuwa la kizushi ama linaweza kuwa la utengenezaji kidogo. Nimeona umepitia katika mfumo hapa leo, umewapa watu mtihani mgumu sana leo hapa. Umetosha watu shahada mara ya pili hapa naona. Ni tatizo gani? Yaani ni kitu gani kilikukumba mpaka ufike kufanya katika hii tukio leo? Hapana, ni moja katika changamoto za kikazi. Maana yake ni kwamba mtu anapokuwa na jambo lizuri ni vizuri kumpongeza. Ndio. Ni kwamba sisi tulikuwa tunatoa jeto, zile jeto ambazo tulikuwa tunazitoa za kichinjwa ambacho watakachokuja kupata katika siku ya Eidul Udhuhiya. Kisha baadaye katika wale ambao waliokuwepo baada ya kumaliza ile idadi tuliokuwa nao, ilibidi tuwape nguvu baadhi ya watu na tuwaoneshe kasoro kwa baadhi ya watu. Ndio maana tukaweka kale kamtihani kabisa atahiyatu. Maana yake yule anayejua tahiyatu afaidike kwa ile elimu yake ya tahiyatu, na yule mwenye atakosa ajilaumu kwa kukosa elimu ya kujua hiyo tahiyatu. Basi ni katika kachangamoto tu kwa kutaka watu, ili mtu yule atakayepata afurahie, aone umuhimu wa kujifunza dini yake, awe na kale kamoyo kakujua kwamba ipo siku nitaulizwaga tena, nitapataga tena vya ziada kuliko hivyo. Na yule ambaye atakayekosa ajilaumu, aone madhara ya kuwa mbali na elimu ya dini, kesho na yeye akajihimize ili atakapoulizwa asishindwe tena mara mbili. Na sawa, tunashukuru sana ndugu wangu mtazamaji. Na shekhe, na jambo la mwisho, mwaka jana ulikuwa ukituambia kama sio vizuri kutelekeza watu barabarani ama sehemu ambapo wanawakusanya wanakaa wengi sana, wanasubiria mpaka usiku. Lakini kuna tukio ambalo lilikuwa mwaka jana, tulimaliza hapa, ilikuwa mida ya saa 6 inakosa dakika 10 tukamaliza hiyo. Nadhani mwaka huu umejiandaa kutokana na matukio. Ungeliuliza palitokea tatizo gani, kwa sababu ukisema mwaka jana ungeliuliza na mwaka juzi ilikuwa aje? Na mwaka jana subiri kwanza, ungeliuliza mwaka juzi na mwaka juzi ilikuwaje, alafu ukapima ukaangalia ule mwaka juzi hali ilivyokuwa na mwaka wa kufuatia hali ilivyokuwa na huyu mwaka. Mimi nadhani kwamba tatizo lenye sisi wanadamu tuko nalo huwa kasoro tunakaweka mbele kuliko kizuri kabisa. Kwa sababu nakumbuka mwaka juzi na mwaka juzi tulikuwa wote, haukuniuliza au kapongeza mwaka juzi hali ilivyokuwa, lakini umesubiri tu kasoro ndio kauliza kasoro. Bimaana kimukhtasari hali ilikuwa ni hivi. Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tulinde heshima za Waislamu. Amina.
tulinde hadhi za Waislamu. Mwanadamu ni mwanadamu, mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatizo liliotokea mwaka jana ni kwamba baada ya kumaliza kuswali, ule muda wa kwenda kuchinja, sehemu tuliokwenda sisi kuchinjia palipiga mvua kiasi masaa mawili. Sasa ule muda ambao ulikuwa ni wa kutayarisha, kwanza uliziwiliwa na mvua. Na ukichukua muda wa masaa mawili tayari kibinadamu tafika unaona kwamba hapa kuna mapungufu atakayotokea. Alafu tulikuwa na sehemu mbili za kugawa. Tulikuwa na sehemu za Kanyosha na tulikuwa na sehemu za hapa Buyenzi. Katika ubinadamu, Allahu shahidun ala ma aqul, Allah ni shahidi kwa haya ambayo nayazungumza. Muda wa saa 8 ulipokwenda kugawa, mimi mwenyewe binafsi nilifanya ajali Mtakura na gari, tukachukua kiasi ya dakika 45. Istoshi, tulipokwenda kule kugawa tukamaliza Kanyosha tukarudi, sehemu ambao tulikwenda ni ina umbali kidogo. Tulipopakia mboga masaa 10, tunakuja kufika Mtakura mafuta yakaniishia. Mafuta yalipoisha, unajua na tatizo la mafuta kwa hapa kwetu ni kibarua miongoni mwa kibarua. Ililazimika gari ya mboga ibakie pale, wabaki wanaichunga, sisi tutafute usafiri kuja kuteremka huku kuja kutafuta mafuta. Na huyu muda kuja kutafuta mafuta yenyewe tunayatafuta sio rahisi kuyapata kwa pamoja, kila mtu anakana kakinjuka. Sasa kueneza chupa ilikuwa sio kazi, kueneza kile kibido kile lita 20 kwa sio kazi nyepesi. Alhamdulillah tukawa tumepata. Baada ya kupata ndo tukaenda kuweka gari, alafu ndio maana unaona kwamba tulifika hapa katika muda wa saa 12. Kwa hivyo kuna yale ambayo Allah amekwisha yapangilia ambayo hatuna uwezo wa kuweza kuyabadili kabisa. Mimi nahisi kwamba la muhimu zaidi ni kuangalia hadafu ni nini. Hadafu ni wale waliokuwa pale wapate. Ndio. Na kile kilichokuwa nje ya uwezo wetu ni makadara ya Allah, si hatuwezi tukahukumiwa kwayo. Na ndio maana kila linapokuwa panatokea jambo huwa tunakaa tunafikiria. Kwa hivyo nasi tunamwomba Mwenyezi Mungu atujaalie na atukinge yale yaliyotokea yasitokee mara nyingine, ili tuendelee kuweka kunako ule muda ambao tulioupangilia sisi. Nategemea insha Allah atatuwezesha mwaka huu kama ilivyokuwa anatuwezesha katika miaka mingine. Asante. Naam, tunashukuru sana. Kuna katukio ambako nikasahau kule Masjid Sakabe. Nadhani gari likuzimikia karibu mara 20, betri kafanya kama ajabu. Kwa kweli ndugu zangu, tunashukuru sana na ujumbe wenu nadhani utakuwa umefika. Shekhe wangu ni shekhe ambaye nampenda sana. Huwa matukio mengi yanatukuta tuko pamoja na kila siku tunapambana ili mradi mpate kwa muda sahihi. Lakini tambueni kuwa tunakutana na matukio mengi sana. Msione tunafika usiku mnalaumu mnashtumu. Ndio ni wapokeaji tu, lakini pia kuna waandaaji. Na katika kuandaa kuna mambo mengi sana. Allah ndo anayapanga. Sisi tunataka biwe vya haraka sana na biwe rahisi sana, lakini Allah anatupitia kwenye mitihani ambayo inabidi tupite na sisi kwenye daraja la imani. Usisahau kusubscribe katika channel zako Al-Badru TV, Rais TV Nurul Islam. Bado tungali tunaendelea na insha Allah siku ya 3 tutakuwa sisi sote hapa kuhakikishieni na kuwaonesheni ni vipi na ni mfumo gani ambayo natakikana kila mtu kupitia ili mradi asipate nafasi ya kumwaibisha mwenzie na kila mmoja afaidike na hicho kidogo ambacho tulichojaliwa na Allah. Tunawaombeni sana na tunashukuruni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sisi tunashukuru kuja kututafuta na kuipaza sauti yetu, na tutawaomba Waislamu wajitahidi kuja kwa nyakati, na kwa wale ambao tuliowapa jeto zetu na kwa wale ambao waliokuwa chini ya mamlaka yetu wajitahidi kuelekezwa na wafate maelekezo ambao watakayoelekezwa. Tunaishi kwa kuwajali Waislamu, tunaishi kwa kufikiria kuwahudumia Waislamu. Iwapo litafikia lile la kufikia sio makusudio yetu. Mwanadamu hakamiliki, mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tumheshimu kila yule ambaye anastahili kuheshimika na tumhudumie kila yule ambaye anastahili kuhudumiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.